Story. The year was 2023. Mi Njoki nilikuwa nimeka kabiashara hapa Ruiru. Not Ruiru, Githurai 45. Hapo kwa na vibanda hapo kwenye basi za 45 usimama. Sasa mimi kekako kabiashara ka trousers, nilikuwa natoa Kikomba na kuja, alafu ilikuwa ina make dough. Lakini sasa kuna time ilifika, by then nilikuwa na work kwa law firm, nilikuwa nimefungua hapo kama side hustle. Ikaanza kushuka chini. So nilikuwa naangalia, hii kitu ilikuwa inaniletea dofiti. Mbona nisitoke kwa law firm, ndio niende ni focus na hii biz, juu ilikuwa inanipea pesa. Nikajitoa kwa farm. Kujitoa kwa farm, kabiashara kangu kakaanza kakashuka. Sasa ikabidi sana nitoke kwa hiyo kibanda niende nipeleke Ruiru, juu sasa singeweza kulipa hii kibanda. Alafu pia nilikuwa naishi Ruiru, so ningeweza kuuzia hapo place hata situmii transport, kapeleka Ruiru. Hiyo time ilikuwa 2022 November. Mimi sikuwa najua hiyo time kunakuwa na vita ya hawkers. Kunakuwa na vita ya hawkers na Kanjo na watu wa soko ndani. Watu wa soko ndani husema ati hawkers wanauza sana huku nje, kila mtu aingie kwa soko. Hawkers wakiulizwa wanasema huko ndani hakuna space, kwa hivyo ndio maana huwa wanauzia huku nje. So hiyo time yote 22 November na December, soko zote kunakuwa na vita. Sikuwa najua. Sio time mimi ati naenda kuuza ndio nipate pesa ya rent. Kidogo kila Tuesday tuko mkutano kwa Kanjo. Tumechukua ni maandamano. Kama si kwa Kanjo tuko Kiambu kwa Wamatangi. Pia sisi hawkers tunafaa tuuze. Hey guy, my lord, let me tell you Maina, mwezi ikaisha kama sijauza. November niko na rent, hapana. December ikaisha kama sijauza, niko na rent, hapana. Januari nani ananunua nguo? Ndio hiyo nyumba ikafungwa. Nilienda hivi nilitoka kuuza nguo zinunuliwi, nikafika hivi kwa nyumba nikapata padlock 2. Venye tu nilikuwa kapiga U-turn, kaingia matatu, kaenda kwa kuzo yangu. Kuzo na yeye anaitwa Njoki. Nakapenda, kanaitwa Njoki. Kuzo nikafika kwake akaniambia, wewe pole, umefungiwa ni sawa, lakini nimelipa rent ya mwezi mimi, lakini pia mimi kazi imeisha. Kama mpia tutaishi mwezi, by the time mwezi isha tutakuwa tumejua ni aje. Ushisikia kitu inaitwa rock bottom? Ndio hiyo sasa. Mwezi ya kwanza pia kwake tumelipa, hapana. Tulikuwa tunajifungia kwa nyumba na kipadlock kikubwa, tulikuwa tunaweka 2, ndio agent akikuja kuweka yake akose space. Alafu hiyo time kama hauna kazi Nairobi, watu hulala mchana, alafu usiku watu wakiwa wamelala ndio unaamka kufua nguo zako. Unakuwa kama mcha. Kama hauna kazi Nairobi, unakuwa kama mcha, unafanya kazi zako usiku, mchana unalala. So pia tulikuwa tunafanya hivyo. Mwezi ya kwanza pia kwake hatujalipa, ya pili ya tatu pia huku tukaanza kutishiwa, tutawafungia. Kama mtakuwa mmelipa tutafunga. Tukaambia caretaker, usifunge, tupe siku 10, tutakuwa tumekutafutia hii pesa. Hiyo siku 10 akasema sawa. Na akaandika ya siku ya 10 ni lini. Na tukamwambia saa 8 kujia hiyo pesa yote. Hivyo tumemwambia kujia hiyo pesa yote. Si tukakaa mkutano jioni, tukaulizana,
kama tupati pesa ya kukula, rent yake ya miezi 3 tutatoa wapi? Itabidi tumehepa. Bro yangu alikuwa anaishi tu hapo karibu, so tulianza kuwepesha kitu moja moja. Tulikuwa tunaamka 3 ile time tunajua kila mtu amelala, alafu kwa streets hakuna watu wengi, ndio tulikuwa tunaamka kuwepesha vitu. Tunawepesha moja moja. By the time siku ya 10 ifike yenye tulimwambia, tulikuwa tumewepesha kila kitu. Lakini sasa tulitoa curtains kama siku ya 9, tukazianika hapo nje ndio aone kama tumefua. Alafu sasa tukaweka maleso. So siku ya 10 si tukahepa. Yeye alikuwa anafikiria bado hatujarudisha curtains. Tukaeka hizo maleso. Alafu sasa hiyo siku ya 10 tulishinda tu kwa nyumba vizuri, tunaongelesha watu, maneiba, watoto tumeonana na wao. Ila masaa tulimwambia kujia pesa, tukatoka. Tulitoka kama watu wameenda kwa duka. Alafu tukafunga nyumba vizuri, tukarudisha dirisha vizuri, si tumemwachia curtains, tukatoka. Na hivyo ndivyo tulihepa. Tukaenda kwa bro. Rock bottom ni mbaya. Ile kitu ilitufurahisha ama ile rock bottom ni mbaya, kama unajua hiyo ni nini uwe unaelewa. Tunashindwa tuanzie na uji ama tuanzie na chakula ama tuanzie na wapi? Juu rock bottom hata chakula cha kupata chakula pia inakuwa tu kitu inakuwa we appreciate bana. Hivyo ndivyo tulihepa Nairobi. And I thank God that sahi we are doing better. Both of us, we are doing good. And yeah, hivyo ndivyo tulihepa. And that is rock bottom. It's a season that comes to pass. And we are doing better. We are doing better. If you are there going through rock bottom, don't give up. Don't unleave yourself. It's a season. Take the lessons that you're supposed to learn. It comes to pass.